Mvua ndogo ilinyesha taratibu ikipiga kwenye madirisha ya jumba refu lililoko kwenye ufukwe wa bahari ya Monaco. Ndani ya jumba hilo alikaa mwanaume mwenye uso wa pole, lakini macho yake yalionyesha huzuni isiyoelezeka. Alijulikana duniani kote kama Alexander Graves, bilionea kijana mwenye umri wa miaka 36. Tajiri kwa kiwango kisichoelezeka, lakini maskini kwa upande mmoja, maskini wa mapenzi ya kweli. Alexander alikuwa mmiliki wa kampuni kubwa ya teknolojia iliyoenea Ulaya, Asia na Marekani. Alikuwa amevutia wanawake wengi warembo, maarufu hata baadhi wa kifahari kutoka familia za kifalme. Lakini kwa muda wote huo hakuwahi kupata mwanamke ambaye angempenda yeye kama mtu badala ya kumtamani kwa mfuko wa dhahabu unaotembea. Kwa miaka mingi alijaribu kutafuta kwa njia ya kawaida, kwenye mikutano, misiba, harusi, hadi mitandaoni. Lakini kila alipokutana na mwanamke, mwisho wa hadithi ulikuwa ule ule: anapenda pesa zake, magari yake, safari yake na si yeye. Siku moja akiwa amekaa sebuleni akiangalia bahari, mzee wa karibu, rafiki yake wa zamani na mshauri wa maisha, Mr. Roland, alimwambia, "Roland Alexandra, wewe ni tajiri sana, lakini upendo wa kweli hauwezi kupimwa kwa maneno. Unahitaji ujanja kidogo." Alexander alimjibu, "Ujanja upi tena?" "Jaribu kitu tofauti. Wape wanawake nafasi ya kuonyesha mioyo yao, sio midomo yao." Maneno hayo yalikaa kichwani mwa Alexander kwa muda mrefu. Usiku mmoja akiwa peke yake katika chumba chake kikubwa chenye mwanga hafifu, aliandika mpango wake wa majaribio. Mpango wa kujaribu mioyo mitatu. Alipanga kukutana na wanawake 3 tofauti, wote warembo kwa namna yao, wote wakiwa hawajui kwamba wanajaribiwa. Kila mmoja atapewa kadi ya benki isiyo na kikomo cha matumizi, kwa masharti rahisi tu. Sharti la kwanza atumie kwa mwezi mmoja, sharti la pili hakuna swali lolote litakaloulizwa, na sharti la 3 mwisho wa mwezi Alexander atawaomba warudishe kadi hizo, na hapo ndipo atafanya uamuzi wake. Lakini hakuwahi kueleza ni nini lengo hasa la majaribio hayo. Mwanamke wa kwanza alikuwa anaitwa Clara Beaumont, mwanamke mwenye urembo wa kupendeza, mwenye sauti ya utulivu na anaishi Paris. Alikuwa mwanamitindo, anayependa vitu vizuri maishani, lakini alikuwa na haiba ya kustaajabisha. Mwanamke wa pili alikuwa anaitwa Natalia Brooks, mwanamke mwenye akili nyingi, mhitimu wa masuala ya fedha. Alikuwa anajitegemea, jasiri, lakini wengi walimjua kama mwanamke wa ndoto kubwa. Na mwanamke wa tatu alikuwa anaitwa Emma Lane, mwanamke wa kawaida, mwalimu wa shule ya watoto yatima huko Florence. Alikuwa na maisha ya chini, lakini moyo wake ulikuwa mwepesi, uliojaa huruma. Alexander aliwapata wote kwa njia tofauti. Alikutana na Clara kupitia sherehe ya kampuni, Natalie kupitia ushauri wa kifedha, na Emma kupitia ziara ya misaada kwa watoto yatima. Siku ambayo mpango ulianza, Alexander aliwapa wote kadi zao, kila mmoja bila kujua kwamba wengine wawili wamepewa kadi kama hiyo. "Hii kadi ni yako kwa mwezi mmoja. Tumia kama utakavyo. Hakuna mipaka. Na baada ya mwezi mmoja nataka kukutana na wewe tena." Kila mmoja alitabasamu kwa namna yake. Clara alitazama kadi hiyo kana kwamba amepokea tiketi ya ndoto zake. Natalie alitabasamu taratibu, macho yake yakionyesha mipango mingi kichwani. Emma aliishika taratibu, machozi yakimtiririka kidogo. "Alexandra, sihitaji pesa hizi lakini kama utaniruhusu nitazitumia kuwasaidia watoto wa kituo chetu," alisema Emma. Alexander hakusema neno, alitabasamu tu. Ndani ya moyo wake alianza kuhisi kitu kisichoelezeka. Clara alisafiri kwenda Paris mara moja. Ndani ya wiki moja magazeti ya mitandaoni yalianza kumwandika, "Clara Beaumont spotted shopping at Louis Vuitton with a misery card." Alinunua magari, mavazi, vito na hata safari ya kwenda Maldives. Kwa upande wake Natalie alianza kutumia pesa kwa ustadi wa ajabu. Alinunua hisa, akaanzisha biashara ndogo, akafanya uwekezaji.
Watu wengi waliona kama ni mwanamke mwenye akili ya kibiashara. Lakini Emma alibaki Florence, aliendelea kufundisha, lakini siku chache baadaye Alexander alipokea taarifa kwamba hospitali ya watoto yatima ilipokea michango mikubwa kwa jina la Anonymous Heart. Japo hakukuwa na maelezo yoyote zaidi. Alexander alitazama picha kwenye televisheni, watoto wakipata chakula kipya, madarasa mapya yakijengwa, Emma akiwa nyuma akifuta machozi. Alijua tayari ni nani aliyefanya hivyo, lakini hakutaka kuharakisha maamuzi. Alitaka kuona mwisho wa mchezo huu wa moyo. Siku zikapita na mwezi ukaanza kufikia ukingoni. Clara alianza kumtumia Alexander picha za mapambo yake mapya. Natalia alimtumia ripoti za kifedha. Emma hakumtumia chochote bali barua moja tu yenye maneno matatu: "Thank you, Alexander." Na sasa ilibaki siku moja tu kabla kikao cha mwisho. Siku ambayo Alexander angekutana nao wote mmoja baada ya mwingine na kuuliza swali moja rahisi: "Ungependa kuwa mke wangu hata kama pesa hizi zingetoweka kesho?" Lakini kabla ya siku hiyo kufika, jambo lisilotarajiwa lilitokea. Basi wapenzi, tuendelee na sehemu inayofuata. Usiku mmoja kabla ya siku ya mwisho ya majaribio, upepo mkali ulivuma kwenye ufukwe wa Monaco. Wingu zito lilofunika anga, umeme ukawa unakata mara kwa mara. Alexander alikuwa amekaa kwenye chumba chake cha maktaba, akitazama saa ya ukutani. Saa ilikuwa ikielekea saa 5 usiku. Alikuwa amepanga kesho yake kwa umakini. Asubuhi anakutana na Clara, mchana na Natalie, jioni na Emma. Lakini dakika chache kabla ya kulala, simu yake ikaita namba isiyojulikana. "Hello, who is this?" Sauti ya kike. Ni mimi, Clara." Alexander akajibu. "Clara, kwa nini unapiga usiku huu?" Kwa sauti ya hofu. "Niko katika hali mbaya sana. Gari langu limeharibika barabarani na nimevamiwa, tafadhali naomba msaada wako." Alisikika Clara upande wa pili wa simu. Alexander alishtuka bila kufikiria mara mbili. Alivaa koti, akachukua funguo za gari lake la kifahari na kuondoka usiku huo, mvua ikinyesha bila huruma. Alipofika eneo aliloelekezwa, hakukuwa na mtu, hakukuwa na gari lililoharibika. Badala yake kulikuwa na mwanga hafifu wa taa ndogo ya duka lililokuwa limefungwa. Alipokuwa akitazama huku na kule, alisikia sauti ya gari nyuma yake. Clara anatoka kwenye gari la kifahari akiwa amevalia gauni lake lenye thamani kubwa. Alexander aliuliza, "Clara, nilidhani umevamiwa." Clara akiwa na tabasamu, "Samahani Alexander, nilitaka kukuona tu. Nilijua ukisikia niko hatarini utakuja mara moja. Nilitaka tu kujua kama kweli unajali." Alexander alibaki kimya. Maneno ya Clara yalionekana kama mchezo wa akili, lakini ndani yake kulikuwa na kitu kilichomshtua. Alikuwa anajaribu kumpima wakati yeye ndiye alikuwa akimpima. Alexander alimwambia kwa upole, "Clara, unajua nini? Maisha si mchezo wa kujaribu hisia. Wakati mwingine tunapoteza fursa ya kitu cha thamani kwa sababu tunataka kuthibitisha vitu visivyokuwa na maana." Clara alibaki kimya akishusha macho. Alexander akaondoka, akijua moyoni mwake kuwa Clara hakuwa yule atakayevumilia maisha halisi bila utajiri na michezo. Siku ya kwanza ya maamuzi. Kesho yake asubuhi Alexander alimkaribisha Natalia Brooks kwenye jumba lake. Alikuja akiwa amevalia suti ya kifahari, akishikilia jalada kubwa mikononi. "Alexander, nimefanya kitu ambacho naamini utakipenda. Nimewekeza sehemu ya fedha uliotoa na hizi hapa ni ripoti za faida. Nadhani tukiwa pamoja tunaweza kuunda himaya kubwa zaidi." Alexander akitabasamu kidogo. "Himaya kubwa zaidi? Hiyo inasikika kama biashara, Natalia. Lakini mimi nilitaka kujua kuhusu moyo wako." Natalia akicheka kwa ujasiri. "Moyo wangu? Alexander, moyo wangu? Moyo bila pesa ni ndoto tu. Mapenzi yanahitaji uthabiti na pesa ndio msingi wake." Maneno hayo alimgonga Alexander kama radi. Kwa mara ya kwanza alihisi baridi ndani ya kifua chake. Alimwangalia Natalia kwa muda mrefu bila kusema neno. Kisha akainuka na kutazama nje ya dirisha. "Asante kwa uaminifu wako Natalia, lakini nadhani sisi tunatazama dunia kwa macho tofauti." Natalia alinyamaza. Alijua bila Alexander kusema chochote kwamba jaribio lake lilikuwa limemalizika.
Jioni ilipowadia, Alexander alijiandaa kukutana na mwanamke wa mwisho, Emma Lane. Lakini tofauti na wenzake, Emma hakutuma ujumbe, hakupiga simu wala hakuomba nafasi maalum. Alifika kwa wakati, akiwa amevaa nguo rahisi, akishika kasha dogo la kahawia mikononi. Asante kwa kunialika tena, Alexandra. Karibu Emma, ulifanyaje na kadi yangu? Emma alijibu, nilijua umetoa kwa nia njema. Kwa hivyo, nilitumia fedha hizo kuwalipia ada watoto yatima, kujenga madarasa na kununua vitabu. Hii hapa ni picha ya kitu tulichokifanya. Akamkabidhi lile kasha. Ndani yake kulikuwa na picha za watoto wakicheza, wakicheka na wakishika mabango yaliyoandikwa Thank you Mr. A. Alexander hakujua lini machozi yalianza kumtoka. Kwa muda wote huo alikuwa anawajaribu wanawake hao kujua kama wanapenda pesa zake. Kumbe mmoja wao alikuwa anatumia neema hizo kupenda wengine bila kujali chochote cha kibinafsi. Emma, kwa nini ulifanya hivyo? Hukujua kama nitarudisha hizo pesa au la? Emma alijibu, kwa sababu upendo wa kweli hauna masharti. Ukijua kusaidia unasaidia bila kuuliza kama itakurudia. Ndani ya moyo wake Alexander alihisi joto lisiloelezeka. Lakini kabla hajasema neno lingine, mlango mkubwa wa jumba ukagongwa kwa nguvu. Mlinzi wake akaingia kwa haraka. Bwana Alexander, habari mbaya. Kampuni yako kuu ya teknolojia imedukuliwa. Hisa zako zimeshuka kwa zaidi ya 50% ndani ya dakika 20. Chumba kikaingia kimya cha kutisha. Alexandra aligeuka kumtazama Emma, macho yake yakiwa na hofu. Ndipo wazo likampiga kichwani. Huu ungekuwa mtihani wa kweli zaidi kuliko wote. Je, Emma bado atasimama naye bega kwa bega? Kama sasa kweli atakuwa maskini wa ghafla? Basi wapenzi, tuendelee na sehemu inayofuata bila kupoteza muda wowote. Mvua kubwa ilianza kunyesha. Radi zikapiga angani kana kwamba dunia yenyewe ilikuwa ikilia na Alexandra. Mbele yake skrini kubwa ya televisheni ilionyesha habari za kuvunja moyo. Graves tech hacked, billionaire's fortune crumbles in hours. Waandishi wa habari walikuwa tayari nje ya jumba lake wakipiga picha, wakisambaza uvumi. Alexandra Graves amefilisika. Kampuni ya mabilioni ya dola yaporomoka. Ndani ya muda wa saa chache kila kitu alichojenga kwa miaka 10 kilionekana kuporomoka kama kasri la karatasi. Alexander alikaa kimya, akishika kichwa chake. Moyo wake ulibaki mzito. Kwa miaka yote hiyo alikuwa akitumia pesa kuficha upweke wake, na sasa pesa zimepotea. Lakini jambo la ajabu lilitokea. Wakati yeye na mlinzi wake walihangaika kuwasiliana na benki na kampuni ya usalama wa mtandao, Emma hakusogea hata kidogo. Alikaa pale kimya, akimtazama kwa macho yenye huruma. Alexander, unahitaji kitu cha kunywa? Alexander alijibu kwa sauti dhaifu. Unanionea huruma, Emma? Hapana, ninakuona kama binadamu ambaye anaumia. Alexander alishangaa. Hakuna neno la kustaajabisha zaidi angeweza kusikia kwa wakati huo. Saa moja baadaye simu yake ikaita tena. Ilikuwa ni Clara. Clara alisikika kwa sauti ya hofu. Alexander, nasikia habari mbaya. Ni kweli umepoteza kila kitu? Alexander alijibu. Ni kweli, hali si nzuri. Oh my God, samahani, lakini sijui kama nitaweza kuendelea na uhusiano wetu. Nilikuwa nimepanga maisha fulani na... Alexander alimkatisha. Clara, huna haja ya kujieleza, nimekuelewa. Dakika chache baadaye Natalie naye akatuma ujumbe mfupi. Business is about stability. I hope you recover soon. I'll be moving on with a new investment partner. Alexander alitabasamu kwa huzuni. Ndipo akamgeukia Emma, aliyekuwa bado amekaa kimya. Na wewe Emma, sasa umeona ukweli. Sina tena mamilioni, sina kampuni, sina ndege wala magari. Hutaki kuondoka? Emma akitabasamu kwa upole. Nilikuona kabla ya pesa na bado nakusikia sasa. Upendo wa kweli haupimwi kwa benki. Alexander hupimwa kwa moyo. Maneno hayo yalimgusa zaidi ya risasi yoyote.
Alexander alinyanyuka, akamkaribia, machozi yakimtoka kwa mara ya kwanza hadharani. Nilitaka kupima mioyo ya watu watatu, lakini kumbe Mungu alitumia tukio hili kupima moyo wangu mwenyewe. Siku 3 baadaye, habari za kufilisika kwake zilienea ulimwenguni. Marafiki wa zamani walitoweka, waandishi wa habari walimkejeli, lakini Emma hakumwacha. Aliendelea kumtembelea, kumpikia chakula, kumtia moyo. Kila siku alikuwa akimwambia, pesa zinapotea Alexander, lakini akili yako bado ipo. Umeijenga kampuni mara moja, unaweza tena. Kwa mara ya kwanza, Alexander alianza kuona dunia kupitia macho ya mtu asiye na majivuno. Alienda sokoni kwa mara ya kwanza bila walinzi. Akakaa kwenye bustani ya umma, akazungumza na watu wa kawaida. Emma alikuwa pembeni yake kila hatua. Kila jioni walikaa kwenye benchi, wakiangalia machweo. Alexander alihisi utulivu aliokuwa hajawahi kuupata hata akiwa bilionea. Wiki moja baadaye siri inafichuka, lakini dunia ilikuwa bado na kichekesho chake. Usiku mmoja simu ya Roland, mshauri wake wa zamani, ikaita. Roland alisikika akiongea. Alexander, tunayo habari njema. Tuligundua kuwa shambulio lile lilikuwa danganya toto. Haikuwa halisi. Tulifanya hivyo ili kujaribu mfumo wa usalama mpya, na mahesabu yako yote bado salama. Hakuna kilichopotea. Alexander alishtuka. Unamaanisha kila kitu? Unamaanisha nina kila kitu? Roland alijibu, ndiyo. Na sasa unajua ni nani alikuwa na moyo wa dhati kabla ya wewe kujua ukweli? Alexander alikaa kimya. Moyoni alijua hii ilikuwa ni hatua ya mwisho ya jaribio. Lakini safari hii hakuhitaji tena matokeo. Tayari alikuwa amepata jibu. Siku ya mwisho ya uamuzi. Siku iliyofuata alimpigia Emma simu na kumwomba aje baharini. Walikaa kwenye ufukwe ule ambapo miezi michache iliyopita Alexander alikuwa akihisi upweke. Sasa aliweka mkono mfukoni na kutoa pete ndogo ya almasi. Kwa sauti ya utulivu, Alexander alisema, Emma Lane, sikuanza safari hii nikitafuta mtu wa kupendeza. Nilianza nikitafuta moyo wa kweli, na sasa nimepata zaidi ya moyo. Nimepata sababu ya kuamini tena upendo. Emma alishika mdomo, machozi yakimtoka. Alexander, huna haja ya kuniomba chochote. Moyo wangu tayari ulikwako. Alexander alipiga magoti, upepo wa bahari ukivuma, na akamvisha pete. Watu waliokuwa mbali walishangilia huku jua likizama nyuma yao. Lakini wakati huo huo kutoka mbali, kamera moja ya siri iliwashika wote wawili, na picha hiyo ikaenea mtandaoni ndani ya saa moja. Habari ikasambaa, Billionaire Graves ampenda mwalimu wa watoto yatima, hadithi ya karne. Lakini hawakujali. Kwao dunia yote ilikuwa kimya, na mioyo yao miwili iliongea lugha moja, upendo wa kweli. Lakini muda mfupi kabla ya harusi yao, jambo moja la ajabu lilitokea. Tukio liloweza kubadilisha kila kitu walichojenga. Wiki chache baada ya pendekezo la ndoa, maisha ya Alexander na Emma yaligeuka kuwa hadithi ya kupendeza kila mtu. Magazeti, televisheni na mitandao ya kijamii yote yalizungumza kuhusu bilionea aliyechagua upendo wa kweli. Lakini nyuma ya tabasamu na picha nzuri kulikuwa na kitu kilichokuwa kikifichwa. Siri kuanza kujitokeza. Siku moja wakati Alexander akiwa kazini, akipanga miradi ya kurejesha kampuni yake, aliamua kumtumia Emma mpango wa harusi kupitia barua pepe. Lakini alipoandika jina lake kwenye mfumo wa usafiri wa ndege kwa ajili ya safari ya harusi yao huko Maldives, programu ikatoa tahadhari. Duplicate identity detected. Name registered under classified file. Alexander alishtuka, akaomba timu yake ya usalama wa binafsi kuchunguza jina Emma Lane. Dakika chache baadaye mlinzi wake mkuu Mark akarudi na uso wa wasiwasi. Bwana Graves, kuna kitu unapaswa kuona. Alimpa faili. Ndani yake kulikuwa na taarifa kwamba Emma Lane si jina lake halisi. Jina lake kamili lilikuwa ni Emily Larson, mwanafunzi wa zamani wa chuo cha teknolojia, na cha kushangaza zaidi, alikuwa mmoja wa wafanyakazi waliokuwa wakifanya majaribio ya kiusalama katika kampuni ya Alexander miaka michache iliyopita. Alexander alihisi dunia ikizunguka. Kwa mshangao, Alexander alionekana kwa mshangao. Umesema alikuwa mfanyakazi wangu? Mark alijibu, ndiyo, lakini aliondoka kimya kimya baada ya mradi mmoja wa misaada ulioshindikana. Wengine wanasema alikuwa amehisi
heshima yake ilivunjwa na mfumo wa kampuni yako uliokuwa ukipunguza budget za vituo vya watoto yatima. Alexander alikaa kimya kwa muda mrefu. Moyo wake ulianza kutetemeka. Hakujua kama alidanganywa au kama dunia ilikuwa ikicheza mchezo wa ajabu wa hatima. Usiku huo Alexander alimwalika Emma kwenye bustani ya jumba lao dogo la baharini. Kulikuwa na meza yenye mishumaa, upepo wa bahari ukivuma, lakini hewa ilikuwa nzito kwa ukimya. Alexander alisema, "Emma, au niseme Emily, kwa nini hukuniambia ukweli? Kwa nini hukuniambia ukweli wako?" Emma akashusha macho. Kwa muda kidogo hakusema chochote. Kisha akahema kwa huzuni. "Nilitaka kukuambia Alexander, lakini kila mara nilipojaribu, nilihofia utaniangalia tofauti. Miaka michache iliyopita, nilikuwa nikifanya kazi katika moja ya miradi yako ya SCR. Tulikuwa tukitoa misaada kwa vituo vya watoto yatima, lakini baada ya fedha zilipotea kwenye mfumo, watoto waliteseka na sikupata jibu kutoka kwa kampuni yako. Nilihisi kama ulimwengu wa matajiri ulikuwa hauna huruma. Ndio maana niliamua kuishi maisha ya kawaida, kusaidia watoto kwa mikono yangu mwenyewe." Alexander akatulia akimsikiza kwa makini. Emma akiwa na machozi, "Sikujua kuwa nitakutana na wewe tena. Nilipokutana na Alexander Graves kama mtu wa kawaida, niliona upole tofauti na bilionea yule niliyemchukia. Na polepole moyo wangu ukakupenda, kabla hata sijajua wewe ni nani hasa." Kimya kizito kilitawala. Alexander alitembea taratibu hadi pale Emma aliposimama. Akaweka mkono wake kwenye moyo wake. Alexander alisema, "Kwa hiyo mwanamke niliyempenda ndiye aliyenifunza maana halisi ya upendo wa kweli, na pia akaniweka kwenye majaribu yangu mwenyewe." Emma akalia kimya kimya. Akasema, "Samahani Alexander, sikutaka kukudanganya, nilihitaji muda wa kukuamini tena." Alexander akavuta pumzi ndefu, akatazama bahari kwa muda, kisha akamgeukia. "Upendo wa kweli hauji kwa njia kamilifu, Emma. Unakuja ukiwa na majeraha, makosa na ukweli mgumu, lakini kama bado tunapendana, basi kila kitu kingine kinaweza kusameheka." Akamkumbatia taratibu na wote wakalia, si kwa huzuni, bali kwa faraja ya ukweli ulioweka wazi. Miaka 3 baadaye, harusi yao ilifanyika kimya kimya kwenye kisiwa cha Lamu, Kenya, ambapo mbali na macho ya magazeti, Alexander na Emma walifungua taasisi ya kusaidia watoto yatima duniani iitwayo The True Heart Foundation, ikilenga kutoa elimu na makazi kwa watoto maskini. Alexander hakutaka tena kuishi maisha ya anasa. Alijifunza kuwa pesa inaweza kununua kila kitu isipokuwa moyo wa kweli. Emma kwa upande wake aliendelea kufundisha akitumia maisha yake kueneza upendo na huruma. Wakati mwingine usiku walipokuwa wameketi kwenye balkoni yao, Alexander alikuwa akimwambia kwa tabasamu, "Ulinifundisha somo moja kubwa kuliko yote Emma." Emma alijibu, "Somo gani?" Alexander, "Kwa wakati mwingine Mungu huficha almas ndani ya udongo wa kawaida, ili wale wanaotafuta dhahabu wasimpate, bali wanaotafuta moyo wapate baraka ya kweli." Emma akatabasamu, akiegemea kwenye bega lake. Bahari iling'aa chini ya mwezi, upepo ukicheza kwenye nywele zao, na moyo wao ukapumzika, si kwa utajiri, bali kwa upendo wa kweli uliozaliwa kupitia jaribio la moyo. Na huu ndio mwisho wa hadithi yetu. Asanteni sana kwa kusikiliza na karibuni tena katika video zijazo kwa hadithi nzuri na motomoto za kuvutia. Kwaherini.